Of his days, teaching things that wasn't so. I suppose if he come today, he'd find the same thing. Things that wasn't so from the beginning. Ya siku zake wakifundisha mambo ambayo hayakuwa hivyo. Nadhani kama yeye angalikuja leo, angekuta jambo lile lile. Mambo ambayo hayakuwa hivyo tangu mwanzo. If you always want to know what's truth, go back to the beginning. Go back to Genesis and you can take every cult and every truth from the day. Kama siku zote unataka kujua kweli ni nini, rudi kwenye mwanzo. Rudi kwenye mwanzo, nawe unaweza kuchukua kila dini potovu na kila kweli kutoka leo hii. The plants all begin in Genesis because Genesis is the seed chapter of the Bible. And if we want to know what is right, go back from the beginning. Nini tu, mimea yote ilianza katika mwanzo kwa sababu mwanzo ndio mlango wa mbegu wa Biblia. Basi iwapo tunataka kujua ukweli ni nini, turudi kuanzia mwanzo. Just like I was trying to say last night, when God once makes a statement, he can never vary from that statement. He's got to keep it all the way through. What he said in Genesis is the same thing in Revelations and all the way through. He's God and that's all. And all of his words are true. Kama tu vile nilivyokuwa nikijaribu kusema jana usiku, Mungu anapotoa tamshi mara ya kwanza, yeye kamwe hawezi kugeuka aache tamshi hilo. Hana budi kulidumisha kote kote. Kile alichosema katika mwanzo ni kitu kile kile katika Ufunuo na kote kote. Yeye ni Mungu na hakuna lingine. Mnaona? Nayo maneno yake yote ni kweli. Now, we find out that when Jesus came, he found the teachers that had taken the word of God and had perverted it into suit themselves. Sasa tunaona ya kwamba wakati Yesu alipokuja, yeye aliwapata walimu ambao walikuwa wamelichukua neno la Mungu na walikuwa wamelipotosha kujinufaisha wenyewe. They had taken the commandments of God and perverted it into a creed. Walikuwa wamezichukua amri za Mungu na kuzipotosha zikawa kanuni ya imani. Now remember, there's only one creator, and Satan is not a creator. What is sin? Sin is unrighteousness, and unrighteousness is righteousness perverted. Sasa kumbukeni, kuna muumba mmoja tu na wote. Shetani si muumba. Dhambi ni nini? Dhambi ni uovu, nao uovu ni haki iliyopotoshwa. Maybe I'll make it clear. You're a mixed congregation. You listen to your doctor. I'm your brother. For a man to live with his wife is righteousness. Labda nitalifanya dhahiri zaidi. Waoni, ninyi ni kusanyiko lililochanganyikana. Ninyi humsikiliza daktari wenu, mimi ni ndugu yenu. Mtu kuishi na mke wake ni haki. He married to her. The same act with another woman is death. One brings life, the other is death. See? Unrighteousness is righteousness perverted. What is a lie? Is the truth misrepresented? Yeye amemuoa. Tendo lile lile na mwanamke mwingine ni mauti. Moja linaleta uhai, hilo lingine ni mauti. Mnaona? Uovu ni haki iliyopotoshwa. Uongo ni nini? Ni kweli iliyoelezwa vibaya. So that's what Jesus found and what all of us will get into as long as we take and add or take away from God's word. It's perverting God's word. Kwa hiyo hayo ndiyo Yesu alikuta. Na yale sisi sote tutakayoingilia, mradi tu tunachukua na kuongeza ama kuondoa kutoka kwa neno la Mungu, ni kulipotosha neno la Mungu. So when Jesus came, he found out that they had taken God's word and perverted it and made a tradition of man. And he said, why do you with the change the word of God? Kwa hiyo wakati Yesu alipokuja, yeye alikuta kwamba wao walikuwa wamelichukua neno la Mungu na kulipotosha na kufanya mapokeo ya mwanadamu. Naye akasema, kwa nini ninyi kwa mnalibadilisha neno la Mungu? By taking their traditions and changing the word of God, making it say something that it really did not say. Kwa kuchukua mapokeo yao na kulibadilisha neno la Mungu, wakilifanya liseme jambo ambalo kweli halikusema. We find out that he found that in his day and he'd find it here today. And him in the presence or in the person of Holy Spirit, the same God that always has been. Tunaona ya kwamba alikuta hayo katika siku zake, naye angeyakuta hapa leo hii. Naye katika uwepo ama katika utu wa Roho Mtakatifu, Mungu yeye yule ambaye amekuwapo siku zote, Dwelling in his people in the form of the Holy Spirit,
It witnesses out through the true believer that man perverts God's word to fit their creed instead of making their creed fit God's word. Akiishi katika watu wake katika mfano wa Roho Mtakatifu, inashuhudia kupitia kwa mwaminio wa kweli ya kwamba mwanadamu hulipotosha neno la Mungu litoshee kanuni zao za imani badala ya kufanya kanuni zao za imani zitoshee neno la Mungu. I want somebody to find the Apostles' Creed in the Bible. As we'd say it today, I believe in the Holy Roman Catholic Church, the communion of saints. Anything communions with the dead is spiritualism. Ninataka mtu fulani apate imani ya mitume katika Biblia kama vile tungeikariri siku hizi. Ninaamini katika kanisa takatifu la Katoliki ya Kirumi, ushirika wa watakatifu. Chochote kinachoshirikiana na wafu ni mizimu. There's only one mediator between God and man. The man Christ Jesus. That's all. There's no other mediator. So anything they pervert the things making an Apostles' Creed. Kuna mpatanishi mmoja tu kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu Kristo Yesu. Hivyo tu, hakuna mpatanishi mwingine. Kwa hiyo chochote wao wanayapotosha mambo, wakibuni kanuni ya imani ya mitume. If the apostle had any creed, it's Acts 2:38. He had it. That's what they preached continually and pounded into the people they must repentance towards God and so forth. Kama mitume walikuwa na kanuni yoyote ya imani, ilikuwa ni Matendo 2:38. Yeye alikuwa, hicho ndicho walichohubiri siku zote na kushindilia ndani ya watu. Hawana budi kumtubia Mungu na kadhalika. That is, if there's any creed in the Bible, that would be it that the apostles used. Hiyo ni kusema kukiweko na kanuni yoyote ya imani katika Biblia, hiyo ingekuwa ndiyo ambayo mitume walitumia. So they all the leadings of the Holy Spirit stayed with the word, and if any man or angel ever says anything contrary to the word, Galatians 1:8 said, let him be accursed. It must be the word of God. Kwa hiyo wao, miongozo yao yote ya Roho Mtakatifu ilidumu pamoja na neno, na kama mwanadamu yeyote ama malaika kamwe akisema lolote kinyume na neno, Wagalatia 1:8 ilisema, na alaaniwe. Haina budi kuwa ni neno la Mungu. Paul said, if an angel from heaven comes to you with any other gospel than that which you've already heard, let him be accursed. So we believe that heavens and earth will pass away, but God's word shall not pass away, because the word is God. Paulo alisema, kama malaika kutoka mbinguni akija kwenu na injili yoyote nyingine mbali na ile mlioisikia tayari, na alaaniwe. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mbingu na nchi zitapita, bali neno la Mungu halitapita, kwa sababu neno ni Mungu. God can't pass, creation will pass away, but God cannot pass away. Mungu hawezi kupita. Maumbile yatapita, bali Mungu hawezi kupita. No place for jokes. The pulpit is no place for jokes. So I think the word of God should be preached from here with the solemnness of the heart, and we should remember it. Sio mahali pa mizaha, mimbara sio mahali pa mizaha. Nafikiri neno la Mungu linapaswa kuhubiriwa kutoka hapa kwa uchaji wa moyo, nasi inatupasa kukumbuka hilo. But just to say that, to make this point, the old donkey here somewhere in the South one time made a statement that he'd rather be standing on the word of God and standing in the heaven. Lakini kusema hilo tu, kutoa hoja hii, maskini yule mtu mweusi hapa mahali fulani kusini, wakati mmoja alitoa tamshi kasema, afadhali awe amesimama juu ya neno la Mungu kuliko kusimama mbinguni. Both heaven and earth will pass away, but God's word shall not. That's right. We got to stay on the word. Wakamuuliza ni kwa nini? Akasema, maana mbingu na nchi pia zitapita, bali neno la Mungu halitapita. Hiyo ni kweli, hatuna budi kukaa kwenye neno. Jesus, when he came, he said, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you a divorce from your wife, but it wasn't so from the beginning. Now, we find out they took the commandments of God and made them of non-effect. Yesu hapo alipokuja, yeye alisema, Musa kwa sababu ya ugumu wa moyo wako alikuruhusu kumtaliki mke wako, bali tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sasa tunaona ya kwamba walikuwa wamezichukua amri za Mungu na kuzitangua. When Jesus came, he found people looking to the church for salvation. What did they get? Creeds. Each denomination makes up its own creed. Wakati Yesu alipokuja, yeye aliwakuta watu wakiliangalia kanisa kwa ajili ya wokovu. Walipata kitu gani? Kanuni za imani. Kila dhehebu hujifanyia kanuni zake lenyewe. And then that's what he found, the people depending on the church for salvation, and they found man-made creeds. Na basi hivyo ndivyo yeye aliwakuta watu wakilitegemea kanisa kwa ajili ya wokovu,
nao wakapata kanuni za imani za kujibunia. And if he come today in person and talk to us, he'd find the same thing. Man making the Word of God fit their denomination, giving them creeds, and there's no salvation in a creed if it's not the Bible. Basi akija leo yeye mwenyewe na kuzungumza nasi, atapata kitu kile kile, mwanadamu akilifanya neno la Mungu litoshee dhehebu lao, akiwapa kanuni za imani. Wala hakuna wokovu katika kanuni za imani kama si Biblia. Got to be Bible because His Word is all we have need of. It's His Word. And His Word, when He is the Word of God is God. That's all. It's His Word itself. Haina budi kuwa ni Biblia, kwa sababu neno lake ni yote tunayohitaji ni neno lake. Nalo neno lake, wakati yeye akiwa ni neno la Mungu ni Mungu. Hivyo tu ni neno lake mwenyewe. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word still God. Still God. Yeye ni hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nalo neno lingali ni Mungu. Lingali ni Mungu. Now, we find out that when he come, he found the man then taking the commandments of God and making them of none effect by taking the commandments of God and suiting it around to meet their creed, so it was of none effect. Sasa tunaona ya kwamba yeye alipokuja aliwakuta watu basi wakizichukua amri za Mungu na kuzitangua kwa kuzichukua amri za Mungu na kuzipatanisha na kanuni zao za imani, kwa hiyo zilitanguka. And the church looked, the people looked to the church instead of looking to God's Word. So therefore he said it wasn't so from the beginning. Nalo kanisa likaangalia, watu walitegemea kanisa badala ya kulitegemea neno la Mungu. Kwa hiyo basi yeye alisema haikuwa hivyo tangu mwanzo. We find it the same today as I've quoted 2 or 3 times already this morning. And watching that clock, it makes me nervous. So I want to say this on, that this is true. Tunaliona vile vile siku hizi, kama vile nimenukuu mara 2 ama 3 tayari asubuhi ya leo, na kuangalia ile saa ya ukutani inanitia wasiwasi. Kwa hiyo ninataka kusema hivi hata hivyo, ya kwamba hii ni kweli. Then in that day as it is now, and now as it was then, they holler out, where is God? Basi katika siku hizo kama ilivyo sasa, na sasa kama ilivyokuwa wakati huo, wao wanapiga mayowe, Mungu yuko wapi? Well, the very thing that they've left God when they left His Word. That's the reason we have things the way we do today, is because people left the Word of God. Vema, jambo lenyewe ni kwamba wamemwacha Mungu hapo walipoliacha neno lake. Hiyo ndio sababu mambo yako jinsi yalivyo siku hizi, ni kwa sababu watu waliliacha neno la Mungu. If a doctor wrote a farmer a prescription and you added something to it or take some away from it, you'd kill your patient. Right. You've got to keep it just the way it's wrote. Kama daktari aliandika maelekezo, maagizo ya matumizi ya dawa, nawe ukaongezea kitu kwake ama ukaondoa mengine kwake, ungemuua mgonjwa wako. Hiyo ni kweli. Inakupasa kuyahifadhi jinsi tu yalivyoandikwa. There's enough antidote there to upset the poison, enough poison to kill the germ. And too much poison in it without the antidote would kill the patient, and too much antidote without the poison, what would it do? It would help your patient. So you've got to keep it right. Kuna kiuasumu cha kutosha mle kuivuruga hiyo sumu, sumu ya kutosha kuua kijidudu, na sumu nyingi kupita kiasi ndani yake. Pasipo na kiuasumu ingemuua mgonjwa, na kiuasumu kingi kupita kiasi pasipo na sumu kingefanya nini? Kisingemsaidia mgonjwa wako. Kwa hiyo huna budi kuyaweka sawa. And that's the way God's Word is. It's God's prescription. Yes, brother, it's God's prescription to His people to cure every sickness, every disease. Na hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. Ni maelekezo ya dawa ya Mungu. Naam ndugu, ni maelekezo ya dawa ya Mungu kwa watu wake kuponya kila maradhi, kila ugonjwa. Sin and physical, whatever it may be, it's all met in God's Word. Amen. It's God's Word. It was so at the beginning, it was so in the middle age, it's so in every age. Dhambi na mambo ya mwili, chochote kile, yote yanatatuliwa katika neno la Mungu. Amina. Ni neno la Mungu. Ilikuwa hivyo hapo mwanzo. Ilikuwa hivyo katika zile enzi za kati, ndivyo ilivyo katika kila wakati. It is so this morning, just the same as it was when He spoke it. Because it cannot deviate one speck, because it's God's Word. Na ndivyo ilivyo asubuhi hii, jinsi tu ilivyokuwa hapo yeye alipolinena, maana haliwezi kuhitilafiana kwa chembe moja,
kwa sababu ni neno la Mungu. Then people today, no wonder they cry out, days of miracles is past. There's no such a thing as divine healing. Why do they do it? Because they took God's word and made their creed wrapped up in it, and they mixed the thing wrong. Basi watu siku hizi si ajabu wanapayuka. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wamelichukua neno la Mungu na kulifunganisha na kanuni zao za imani, nao wamekichanganya kitu hicho vibaya. If an angel, a bishop, an archbishop, or whatever it might be, come and change one word, it'll change the whole prescription. Let's say exactly what it says. What God said, let's leave it right like that. Wala hawana nguvu zozote mle. Kama malaika, askofu mkuu ama chochote kile, akija na kubadilisha neno moja, hiyo itabadilisha maelekezo yote ya dawa. Hebu tukae jinsi lilivyosema hasa. Kile Mungu alichosema, hebu na tukiache moja kwa moja namna hiyo. The churches have gone today. They're all on a tantrum somewhere, making organizations, making denominations, bringing people after creeds instead of after Christ. Makanisa yamekwisha siku hizi. Yako kwenye hamaki fulani mahali fulani, yakifanya mashirika, yakiunda madhehebu, yakiwafanya watu kufuata kanuni za imani badala ya kumfuata Kristo. I don't want no creed but Christ, no law but love, and no book but the Bible. That's exactly what we have got. God's creed is God's prescription. It's God's antidote for sin. Sitaki kanuni yoyote ya imani bali Kristo, sheria yoyote bali upendo, wala kitabu chochote bali Biblia. Hayo ndiyo tulio nayo hasa. Hiyo ndiyo kanuni ya imani ya Mungu, ndiyo maelekezo ya dawa ya Mungu. Ni kiuasumu cha Mungu kwa ajili ya dhambi. It's God's antidote for healing, and it's God's power made manifest to us as we take the word in our lives. Ndiyo kiuasumu cha Mungu kwa ajili ya uponyaji wetu, na ndiyo nguvu za Mungu zilizodhihirishwa kwetu tunapolichukua neno maishani mwetu. Now, we find out that the answer out of that word is the God of Moses. The reason Moses stayed with God and the things was God was following Moses' prescription. Sasa tunaona ya kwamba wanapayuka. Yuko wapi Mungu wa Musa? Sababu ya Musa kukaa pamoja na Mungu na kadhalika ilikuwa Mungu alikuwa akiyafuata maelekezo ya Musa. Moses was following God's word. The way that Peter, James, and John hit the mark every time because that they followed the word. Musa alikuwa akilifuata neno la Mungu. Jinsi ambavyo Petro, Yakobo na Yohana walivyolenga shabaha kila wakati ni kwa sababu kwamba walilifuata neno. Here some time ago, everybody knows I like targets and shooting and so forth. And I had a little Model 70 Winchester. I stood out and at 50 yards on the target range, I drove 8 bullets through the same hole at 50 yards. Hapa wakati fulani uliopita, kila mtu anajua ninapenda kulenga shabaha na kupiga risasi na kadhalika. Nami nilikuwa na maskini Winchester ndogo muundo 70. Nikasimama huko nje kwenye yadi 50 kwenye kituo cha kulenga shabaha, nikapiga risasi 8 kwenye shimo lile lile kwenye yadi 50. And it got out a little bit, chap. You have to fool with it and tinker with it, and I like to do that kind of settle my nerves. And I got out. I couldn't make it come in. I thought it needed reset. Ndipo ikaenda kombo kidogo risasi. Inakubidi kujipumbaza na kucheza nayo. Nami napenda kufanya hivyo kidogo kuituliza mishipa yangu. Basi hiyo ikaenda kombo. Nisingeweza kuinyoosha. Nilifikiri ilihitaji kukarabatiwa. And I sent it back to Winchester Company. They sent back and said, Brother Branham or Mr. Branham has said if that Winchester is one of the best, said it'll group an inch at 50 yards, at 25 yards, an inch at 25 yards, so that's the best you'll ever get. Nikairudisha kwa kampuni ya Winchester. Wakajibu na kusema, "Lo, ndugu Branham ama bwana Branham," wakasema, "Kama hiyo Winchester ni moja ya zilizo bora sana." Kasema, "Itapoteza inchi moja kwenye yadi 50 kwenye yadi 25 na maanisha inchi moja kwenye yadi 25." Kasema, "Hiyo ndiyo nzuri sana utakayoweza kupata kwake." I know different. I know that 50 yards I drove 8 straight tacks with it. So I knew that was wrong. Now, that's the way I couldn't rest till I got it back. Now to do the same thing. Nilijua tofauti. Nilijua kwenye yadi 50 nilipiga shabaha 8 za moja kwa moja nayo. Kwa hiyo nilijua hiyo haikuwa kweli. Sasa hivyo ndivyo, nami nisingetulia mpaka niliporudishiwa.
Sasa itafanya jambo lile lile. Now, I'm not one of these people who like to hit the splatter. The church says so let's just stay with it. If the apostles, by the word of God, by the commandments of God, by the same Holy Ghost that we got. Sasa mimi si mmoja wa watu hao wanaopenda kuwa kigeugeu. Kanisa linasema hivyo, kwa hiyo hebu na tudumu nalo. Kama wale mitume, kwa neno la Mungu, kwa amri za Mungu, kwa Roho Mtakatifu yule yule tuliye naye, Drove the touch to divine healing, to powers of God. If we'll stay with it, we know it's so there, so stay till we zero in, that's all. Well, we know it's just one. walilenga shabaha kwenye uponyaji wa kiungu kwa nguvu za Mungu. Kama tutadumu nalo, tunajua ndivyo ilivyo hapo. Kwa hiyo tutakaa hata tutakapoulenga kikamilifu, hivyo tu, kwa kuwa tunajua ilitendeka wakati mmoja. How is the days of miracles of past in Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? How can that God be dead that raised again to life forevermore? How can we make it to a creed when God has no creed? Vipi kuhusu siku za miujiza zimepita na Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Mungu huyo anawezaje kuwa mfu ambaye alifufuka tena na yu hai milele? Tunawezaje kulifanya kanuni ya imani wakati Mungu hana kanuni ya imani? God is a person. God dwells within His church. And you are His church. If you've been born again and filled with the Holy Ghost, you are God's church. God dwells in you. He tabernacles with you. When God came down, was made flesh and dwelt among us, what did He do? Mungu ni mtu. Mungu anaishi ndani ya kanisa lake, nanyi ndio kanisa lake. Kama umezaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu, wewe ni kanisa la Mungu. Mungu anaishi ndani ya nini yako, anafanya maskani pamoja na wewe. Mungu aliposhuka chini akafanyika mwili na kukaa miongoni mwetu, yeye alifanya nini? He spread His tent amongst human beings. He crossed His path from God to man to become that man might become like Him. Oh, He become me, that through His grace I might become Him. Alitandaza hema lake miongoni mwa wanadamu. Yeye alibadilisha sifa yake kutoka Mungu akawa mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuwa kama yeye. Yeye alifanyika mimi, ili kwamba kupitia kwa neema yake niweze kufanyika yeye. Oh, what a great thing. We'll never understand what it was. No wonder people call out today, what is God? Get back to the Word. Get back to the beginning. Ni jambo kuu jinsi gani. Kamwe hatutafahamu kwamba ilikuwa ni kitu gani. Si ajabu watu wanapayuka siku hizi. Yuko wapi Mungu? Rudini kwenye neno. Rudini kwenye mwanzo. In the beginning He said to His disciples, go ye into all the world and preach the gospel. These signs shall follow them that believe. That was it. Get back to that same word that will produce the same thing. Hapo mwanzo yeye aliwaambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hilo lilitosha. Rudini kwenye neno lilo hilo, nalo litazaa kitu kile kile. They followed that word and it zeroed in and drove the tax, every promise that God made was made manifest. Wao walilifuata neno hilo, nalo likalenga kikamilifu na kupiga shabaha. Kila ahadi ambayo Mungu alifanya ilidhihirishwa. If we'll get back that same word, it'll drive the same tax, do the same miracles, perform the same things, make the same lives, take the same creatures, raise the dead, heal the sick, cast out devils, see visions, prophesy. It's the same gospel that drove the tax in. If we'll get back to the same. Kama tutarejea kwenye neno lilo hilo, litalenga shabaha zile zile, lifanye miujiza ile ile, lifanye mambo yale yale, lifanye maisha yale yale, lifanye kiumbe kile kile, lifufue wafu, liwaponye wagonjwa, liwatoe pepo, lione maono, litabiri. Ni injili ile ile iliyolenga shabaha wakati huo, endapo tutarejea kwenye hiyo. Like get the gun back in the same condition it was at the first place, the vibrations all out of it, it'll zero that bullet right straight. And if we get all the vibrations of unbelief out of us, God's work will zero it was at the first beginning. Kama vile kuirudisha bunduki katika hali ile ile iliyokuwa hapo mwanzo, mitetemeko yote ikikwisha, italenga risasi hiyo moja kwa moja. Basi tukiiondoa mitetemeko yote ya kutokuamini ndani yetu, neno la Mungu litalenga kikamilifu vile vile hasa lilivyofanya hapo mwanzo. That's exactly right. It'll zero every time. It did once, it'll do it again. Don't be satisfied with a creed or something. Stay right there until the word zero. Hiyo ni kweli kabisa. Litalenga kikamilifu kila wakati. Lilifanya hivyo wakati mmoja, litafanya tena. Usiridhike na kanuni ya imani ama kitu fulani. Dumu papo hapo mpaka neno litakapolenga shabaha kikamilifu. It reminds me of time when the mother and father,
foster father of our Lord Jesus, had taken him up to the Pentecostal feast, and they went 3 days journeying, and finally they missed him. They couldn't find him. Inanikumbusha wakati ambapo mama na baba ama baba wa kambo wa Bwana wetu Yesu walipokuwa wamempeleka kwenye sikukuu ya Pentekoste, ndipo wakafanya safari ya siku 3 na hatimaye wakamkosa, wasingeweza kumpata. That's why the church has gone now. It's gone more. It's gone about 2,000 years journey and missed him. There it is, the signs everywhere of fearing of his coming, and they say, where is God? Where is God? What will come of him? Hivyo ndivyo kanisa limeenda sasa. Limeenda zaidi, limefanya safari ya yapata miaka 2000 nao wakamkosa. Hili hapa. Kuna ishara kila mahali zinazotokea za kuja kwake, nao wanasema, yuko wapi Mungu? Yuko wapi Mungu? Ilikuwaje kwake? Did you notice Mary and Joseph searched for him among their kinfolks, but they found him not. Today we go back to see if the Methodists has got him, the Baptists has got him, the Presbyterians, the Lutherans. Hivi mliona? Mariamu na Yusufu walimtafuta miongoni mwa jamaa zao, bali hawakumpata. Leo hii tunarudi nyuma kuona kama Wamethodisti wanaye, Wabaptisti wanaye, Wapresbiteri ama Walutheri. Pastor, they didn't find him, neither will we find him today. No matter how much we try to go back and revise one of them old dead denominations, we'll never do it. La, Bwana, hawakumpata. Wala sisi hatutampata leo hii. Haijalishi ni jinsi gani tunavyojaribu kurudi nyuma na kulifufua moja la hayo madhehebu ya kale yaliyokufa, kamwe hatutafanikiwa. Where did they find him? Where they left him? Amen. Hallelujah. Think I'm a holy roller. I guess I am. You find him just like they did. Where they left him. Where they left him, that's where they found him. That's where the church will find him. Walimpata wapi? Mahali walipomwacha. Haleluya. Mnafikiri mimi ni mtakatifu anayejibingirisha? Nadhani ndivyo nilivyo. Mtampata tu kama wao walivyompata, mahali walipomwacha. Mahali walipomwacha, hapo ndipo walipompata. Hapo ndipo kanisa litakapompata. Where did they leave him? At the Pentecostal feast. Where will the church find him? Back at the Pentecostal feast. Where they left him at? When they pulled away from the doctrine of the apostles and so forth. Walimwacha wapi? Kwenye sikukuu ya Pentekoste. Kanisa litampata wapi? Kule nyuma katika sikukuu ya Pentekoste, ambako walimwacha wakati walipojiondoa kwenye fundisho la mitume na kadhalika. Back in them early ages back there, they pulled away from it and formed their own creeds and started the Nicolaitan doctrine, formed the Catholic Church, organized a religion of what's called the Christian religion. Huko nyuma katika nyakati hizo za mwanzoni, huko nyuma waliondoka kwake na kufanya kanuni zao wenyewe za imani na kuanzisha fundisho la Nikolai, wakaunda kanisa Katoliki, wakaunda dhehebu la inayoitwa dini ya Kikristo. From there they've organized and broke down the things and brought all the Christians into creeds and so forth and mixed it all up till it's just the same conglomeration that he found when he comes. Exactly. Na kutoka hapo wameunda madhehebu na kuvunjilia mbali vitu hivyo na kuwaleta Wakristo wote katika kanuni za imani na kadhalika na kuchanganya yote mpaka ni bonge tu lile lile ambalo yeye alipata hapo alipokuja. Ni kweli kabisa. To the beginning where we left him. When he was powerful, when he raised the dead and healed the sick and cast out devils. Back to the beginning where we left him. Turejee hapo mwanzo mahali tulipomwacha, ambapo yeye alikuwa na nguvu wakati alipowafufua wafu na kuwaponya wagonjwa na kuwatoa pepo. Hiyo ni kurudi moja kwa moja hadi mwanzo, mahali tulipomwacha yeye. Is he with the Methodists? Is he with the Baptists? Or even is he with the Pentecostal? No, sir. Go back to the not Pentecostal organization, Pentecostal denomination. That's the name. That's right. Wao wanasema, yeye yuko wapi? Yeye yuko pamoja na Wamethodisti, yeye yuko pamoja na Wabaptisti, ama hata yeye yuko pamoja na Pentekoste. La, Bwana, rudini kwenye asili. Sio shirika la Kipentekoste, dhehebu la Kipentekoste, hilo ni jina. Who can organize Pentecost? Tell me. Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience to any believer. Ni nani anayeweza kuiundia Pentekoste dhehebu? Niambieni. Pentekoste si dhehebu. Pentekoste ni tukio kwa mwaminio yeyote anayetaka kuipokea. Back to the experience, not back to an organization, but back to an experience. Pentecost is an experience. Rudini kwenye tukio, sio kurudi kwenye dhehebu, bali kurudi kwenye tukio. Pentekoste ni tukio. Let me tell you something. You look at the fruit the Pentecostal churches are bearing today, you'll find out they're not started from the beginning. Arguing, fussing, stewing upside down.
pulling for this and pulling for that. Hebu niwaambieni jambo fulani. Hebu angalieni lile tunda ambalo makanisa ya Kipentekoste yanazaa siku hizi. Mtaona hayakuanzia hapo mwanzo. Kubishana, kuzozana, hamaki, juu chini, wakishindania hili na kushindania lile. Jesus said in John 14 or John 15, I am the vine, ye are the branches. Is that right? Yesu alisema katika Yohana 14 ama Yohana 15, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Hiyo ni kweli. Now you farmers, you Texans, Louisianans, and what you may be here, anyone that's got common sense and ever seen a vine grow, know that the vine does not bear fruit. Sasa ninyi wakulima, ninyi wa Texas, wa Louisiana na wowote wale mliopo hapa, mtu yeyote aliye na akili timamu aliyepata kuona mzabibu ukikua, alijua ya kwamba mzabibu hauzai tunda. The branches of the vine what bears fruit, but it gets its life from the vine. Jesus is our resource of life. Yes, sir. Now, we'll notice then that Jesus is the resource of our life and he's the true vine. Matawi ya mzabibu ndiyo yanayozaa tunda, bali linapata uhai wake kutoka kwa mzabibu. Yesu ndiye chanzo chetu cha uzima. Naam Bwana. Sasa tutaona basi kama Yesu ndiye chanzo cha uzima wetu, basi yeye ndiye mzabibu wa kweli. The very life that's in the vine is in the branch. And if that vine puts forth a first branch, and that branch is a bunch of grapes comes forth on it. Uhai wenyewe ulio katika mzabibu uko kwenye tawi. Basi kama mzabibu huo ukizaa tawi la kwanza, na kwenye tawi hilo mna kichala cha zabibu zinazotokeza kwake, If it ever puts forth another branch, it will be a bunch of grapes. It'll put forth another branch, it'll be a bunch of grapes. And it'll be the same kind of branch on to the end of the vine. Oh God. kama ukipata kuzaa tawi lingine litakuwa ni kichala cha zabibu, likizaa tawi lingine litakuwa ni kichala cha zabibu, nalo litakuwa tawi la aina ile ile hata mwishoni mwa huo mzabibu. Mungu. Amen. Sasa ninahitaji nusu saa yangu, ndiyo ninajiandaa tu kulifikia. Amina. Every time that vine puts forth a branch, it'll be like the first branch. Why? Because the life that's in the vine will put forth the same type of branch. Kila wakati mzabibu huo unapozaa tawi lingine, litakuwa kama lile tawi la kwanza. Kwa nini? Kwa sababu uhai uliomo ndani ya huo mzabibu utazaa tawi la aina ile ile. If the first vine brought grapes, the next won't bring pumpkins. The next won't bring citrus fruit. And then after a while on down like that, it won't do it. Kama mzabibu wa kwanza ulizaa zabibu, huo mwingine hautazaa maboga. Linalofuata halitazaa tunda la aina ya mchungwa. Halafu basi baada ya kitambo kidogo, moja kwa moja namna hiyo halitafanya hivyo. If the true vine puts forth a branch, and if Jesus is the branch and the first, or the vine and the first branch that brought forth, they wrote a book of Acts after it. Is that right? Kama mzabibu wa kweli ukizaa tawi, na kama Yesu ndiye tawi katika wa kwanza ama mzabibu, nalo tawi la kwanza lililozaa, wao waliandika kitabu cha Matendo nyuma yake. Hiyo ni kweli. The Pentecostal church, the real Pentecostal church, and it wrote a book of Acts with signs and wonders following the believers. If that real true vine brings forth another true branch, they'll write a book of Acts behind it. Yes, sir. Kanisa la Kipentekoste, kanisa halisi la Kipentekoste, basi likaandika kitabu cha mitume pamoja na ishara na maajabu yakimfuata mwaminio. Kama mzabibu ule halisi wa kweli ukizaa tawi lingine, wao wataandika kitabu cha Matendo nyuma yake. Naam Bwana. You're in Arizona not long ago, I was looking at a tree in a man's yard, a citrus tree. It had 9 different kinds of fruit on one tree. It was. Every one of them was a different fruit. Hapa Arizona sio muda mrefu uliopita, nilikuwa nikiangalia mti kwenye kitalu cha mtu fulani, mti wa aina ya mchungwa. Ulikuwa na aina 9 mbalimbali za tunda kwenye mti mmoja. Ulikuwa nazo. Kila moja ya hayo lilikuwa ni tunda tofauti. It was an orange tree to begin with, but it had pomegranates, it had lemons, it had grapefruit, all different kinds of citrus fruit. Why? They were grafted in there. Ulikuwa ni mchungwa kwanza, lakini ulikuwa na komamanga, ulikuwa na malimau, ulikuwa na mabalungi, namna zote mbalimbali za tunda aina ya mchungwa. Kwa nini? Yalikuwa yamepandikizwa mle. They were living off of the life of that tree, but they could not bring
bring nothing but what they want. They couldn't bring oranges because they're grafted vines. Yalikuwa yakiishia maisha ya mti huo, bali yasingeweza kuleta chochote ila kile yalichokuwa. Yasingeweza kuleta machungwa kwa sababu ni matawi yaliyopandikizwa. But every time that tree brought forth a true branch from itself, it was an orange tree. An orange it bore. Lakini kila wakati mti huo ulipozaa tawi jipya kutoka kwake wenyewe, ulikuwa ni mchungwa, nao ukazaa machungwa. That's the way today we've grafted Methodist, Baptist, Presbyterian vines into the true vine and living off of the strength of it. But it can't bear nothing but creeds and denomination. Hiyo ndiyo njia siku hizi. Tumepandikiza matawi ya Methodisti, Baptisti, Presbiteri katika mzabibu wa kweli, nayo yanaishi kwa nguvu zake, bali haliwezi kuzaa kitu ila kanuni za imani na dhehebu. But if that vine ever puts forth another branch, it'll be entered in nominational power with the Holy Ghost, just exactly like it was on the day of Pentecost. Back to the beginning. Hey. Lakini kama mzabibu huo ukipata kuzaa tawi lingine, litakuwa lisiloegemea madhehebu, linalotiwa nguvu kwa Roho Mtakatifu, kama tu ilivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste, kurejea hapo mwanzo. Amina. Afadhali niondoke. Amina. That vine ever puts forth another branch, it'll be just like it was at the beginning. We graft all kinds of church creeds into it. That's just Methodist, Pentecostal, Presbyterian, Lutheran, Baptist. Kama mzabibu huo ukizaa tawi lingine, litakuwa kama tu ilivyokuwa hapo mwanzo. Tunapandikiza kila namna ya kanuni za imani za kanisa ndani yake: Baptisti, Methodisti, Pentekoste, Presbiteri, Lutheri, Baptisti. And they have one Baptist fruit, Methodist fruit, Pentecostal fruit, and everything else. But when it comes back, if that vine ever brings forth another true branch, it'll bear Holy Ghost fruit. Amen. Na kila moja linazaa tunda la Kibaptisti, tunda la Kimethodisti, tunda la Kipentekoste na kila kitu kingine. Lakini wakati linaporudi, kama mzabibu huo kamwe ukizaa tawi lingine, litazaa tunda la Roho Mtakatifu. Amina. Litanini? They say, well, we are Methodists. Wao wanasema, vema, sisi ni Wamethodisti. It wasn't so from the beginning. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. We are Baptists. Sisi ni Wabaptisti. It wasn't so from the beginning. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. We are Presbyterian. Sisi ni Presbiteri. It wasn't so from the beginning. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. We don't believe in speaking in tongues. Hatuamini katika kunena kwa lugha. It wasn't so from the beginning. Tangu mwanzo haikuwa hivyo. We don't believe in divine healing in our church. Hatuamini katika uponyaji wa kiungu kanisani mwetu. It wasn't so from the beginning. Hallelujah! All we need today is something back to the beginning again. Back to the beginning. Hallelujah! Tangu mwanzo haikuwa hivyo. Haleluya! Tunachohitaji leo hii ni kitu fulani kitakachorudi hapo mwanzo tena, kurejea hapo mwanzo. Haleluya! My time's up. Let's pray. Wakati wangu umekwisha. Na tuombe. Lord Jesus, oh, may I live to see the day that the church goes back to the beginning. Grant, Lord. Be on this little place this morning. Function as this little pastor here, Lord, and these others. Give us of thy glory. Give us of thy grace. Give us a meeting here, Lord. Bwana Yesu, jalia niishi kuiona ile siku ambapo kanisa litarejea hapo mwanzo. Lijalie Bwana. Jaza mahali hapa padogo asubuhi ya leo. Mpake mafuta maskini mchungaji huyu hapa Bwana, na hawa wengine. Tupe utukufu wako. Tupe neema yako. Tupe mkutano hapa Bwana. Let us forget about other things and go back to the beginning. Oh, we know that our Master speaks in our hearts this morning. Get these grafted vines away from there. Jalia tusahau kuhusu mambo mengine na turudi hapo mwanzo, kwa kuwa tunajua kwamba Bwana wetu anazungumza ndani ya mioyo yetu asubuhi ya leo. Ondoa matawi haya yaliyopandikizwa kutoka pale. Separate yourself from unbelief. Go back to the beginning. That's where it was so. And Lord, we want everything so from the beginning. Jitenge na kutokuamini. Rudi kwenye mwanzo. Hapo ndipo ilipokuwa hivyo. Pia Bwana, tunataka kila kitu kiwe hivyo tangu mwanzo. Lord, let our experience, if we never had it yet till this morning, if there's someone sitting here who's never had that beginning spirit experience and got that same spirit that poured out on the beginning, why should we take a substitute? Bwana, jalia ujuzi wetu kama tumewahi kuwa nao hata kufikia asubuhi ya leo. Kukiweko na mtu fulani anayeketi hapa ambaye kamwe hajapata kuwa na ujuzi wa roho hiyo ya mwanzoni,
na kunaye Roho yuyo huyo aliyemwagwa hapo mwanzo. Kwa nini tuchukue kibadala? Why should we take something fanaticism? Why should we take some radical cold formula in different creeds when the Pentecostal scholars are full of the real genuine Holy Ghost? Why take a substitute? Kwa nini tuchukue kitu cha kilokole? Kwa nini tuchukue kanuni ya imani ya kimapinduzi baridi ya kawaida isiyojali, wakati mbingu za Kipentekoste zimejaa kitu kilicho halisi sana? Kwa nini kuchukua kibadala? Lord, let's go back to the beginning and receive it like they did at the beginning and have the same works, signs, wonders, that bears the same fruit, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Bwana, jalia turudi nyuma hapo mwanzo na kumpokea kama walivyofanya hapo mwanzo na kufanya kazi zile zile, ishara, maajabu ambayo huzaa tunda lile lile: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, upole, unyenyekevu, saburi. God grant it. Hear us, Father, for we commit this little church and this revival to you in your hands in the name of Jesus Christ. Amen. Lijalie Mungu, utusikie Baba, kwa kuwa tunalikabidhi maskini kanisa hili na uamsho huu kwako mkononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. God bless you. I hate to have to run, but after 11 now, I'll see you tonight. Mungu awabariki. Ninachukia kulazimika kuharakisha, bali ni baada ya saa 5 sasa. Nitawaona usiku wa leo. Asante.